Zinatoka katika nini? Zinatoka katika akili na nafsi. Namba 2, nafsi. So nimesema hivi, ndio sehemu humo kwenye nafsi, ndio sehemu ya kuhifadhi mtazamo, imani, misimamo na maadili. Pointi nyingine, hapo ndipo fikra zinakusaidia kabla tabia, zinakusaidia tabia za kudumu. Humo kwenye nafsi humo, hapo ndipo fikra zinakusaidia tabia za kudumu. Mtu habadiliki. Yaani na maana hivi, naomba nisikuchanganye. Unamkuta mtu tabia yake ni njema, lakini akitoka akienda katika mazingira fulani unashangaa amebadilika. Kwa nini? Kwa sababu nafsi haina uwezo wa kuweza kumudu kubeba. Yaani kama una tabia ya kusema kweli, lakini ukikutana tu na mtu mwongo umeshabadilika. Na wewe umekumbwa unakuwa mwongo. Sasa nafsi ya mtu, soul, ina uwezo wa kuimarishwa na akawa huyu mtu ana tabia ya kudumu, habadiliki, ana misimamo. Umewahi kuona mtu ana msimamo, si ndio? Yaani ana msimamo kwamba mimi naamini hivi. Umgeuzi. Alichoamini ni kweli na ndicho anachosimamia. Mtu aina hiyo, sikiliza ujue ana fikra njema. Amina? Ana fikra njema. Kitabu cha Warumi 12:2 anasema hivi, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia yako isiyumbishwe. Semina hii inaenda kukufanya wewe fikra zako ziwe njema. Ili nini? Ili wewe usifuatishe mambo ya dunia. Mungu atakapoenda kukomboa fikra zako, mtu asikuletea habari za dunia, za kawaida ya dunia, akakupandikizia wewe, na wewe ukabebwa ukawa mtu unayefuata mambo ya dunia. Leo neno linaagizaje? Linasema hivi, na mfanywe upya fikra zenu, nia zenu, ili msiyafuatishe ya dunia, mfuatishe Kristo anayoyasema. Sema haleluya. Ili ufanye yale Kristo aliyoyaagiza. Hauwezi kufanya hivyo kama fikra zako ambazo zinakaa katika nini? Zinakaa katika akili na zinakaa katika nafsi. Humo, sikiliza, hii inaonyesha kuwa fikra zinakaa kwenye nia, akili ya mtu, na zinaweza kufanywa upya, kwani zinaweza kuharibiwa au kuharibika kwa namna moja au nyingine. Tafadhali andika vizuri sana hii point. Hii inaonyesha kuwa fikra zinakaa kwenye nia au akili ya mtu. Nia, akili ya mtu. Na zinaweza kufanywa upya, kwani pia zinaweza kuharibika, kuharibiwa kwa namna moja au nyingine. Fikra zinaweza kuharibiwa au kuharibika. Kwa hiyo semina hii inataka nini? Semina hii inataka kutengeneza hizo fikra zilizoharibika, zilizoharibiwa, ili zifanywe upya, ili wewe uwe unaweza kuwaza vizuri na kuamua vizuri.
Sema amen. Namba 3 kubwa. Tumeshatoka pale. Namba 3 kubwa. Fikra zinamsaidiaje mtu kimaisha? Fikra zinamsaidiaje mtu kimaisha? Fikra zinamsaidiaje mtu kimaisha? Point namba 1. Ndizo huamua, yani fikra ndiyo inayoamua tabia ya mtu. Unachokifikiri mara nyingi ndicho hutokea. Kwa hiyo kama fikra ya mtu mbaya, ina maana maisha yake ni mabaya. Vile anavyofikiria mara nyingi katika ubaya, au mara nyingi katika uovyo, au mara nyingi katika sio sahihi, huyo mtu hicho anachofikiria ndicho kinaenda kutokea. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu basi akombolewe fahamu zake, akombolewe fikra zake. Ili nini? Anapowaza kwamba mimi ni mtakatifu wa Bwana, mimi ninaenda kufanikiwa, mimi ninaenda kufanya biashara, ninaenda kushinda, mimi ninaenda kufanya hiki na hiki, kile anachokiwaza, kwa kuwa anawaza kizuri, kinaenda kutokea. Na yule anayewaza vibaya, fikra yake kiwaza vibaya, mara zote anawaza hayo mabaya, hayo mabaya huwa yanamtokea. Sema mimi nakataa fikra zangu ziwaze vizuri, ziwaze mema, ziwaze makuu. Mtu anayewaza madogo, mtu anayewaza madhaifu, hayo ndiyo yanayoenda kutokea. Na kwa sababu hiyo Mungu ametupa nafasi ya kukombolewa fikra zetu, ili kile tunachowaza kitokee, kwa sababu tunaenda kuwaza vizuri, tunaanza kuwaza makuu, tunaenda kuwaza yaliyo bora. Hatutawaza ujinga, hatutawaza madogo, tutawaza makuu, nayo yanaenda kutokea. Kwa nini? Vile mtu anavyowaza mara nyingi, fikra zake zinapompeleka na kuwaza mara nyingi jambo fulani, hilo Mungu analipa kibali. Sema haleluya. Sasa hatuendi kuwaza vibaya. Point namba 2, andika. Fikra ndizo zinazoamua maamuzi yako. Point namba 1 ilikuwa fikra ndizo huamua tabia za mtu. Anachofikiri mara nyingi ndicho hutokea. Point namba 2, fikra ndizo zinazoamua maamuzi yako. Maisha ya mtu ni matokeo ya maamuzi ya mtu. Please. Maisha ya mtu ni matokeo ya maamuzi. Sasa fikra zikiwa mbaya, maamuzi ya huyo mtu yanakuwa mabaya. Kwa hiyo maisha yake ni mabaya. Maisha ya mtu ni maamuzi, na maamuzi yanatokana na fikra. Fikra za mtu zikiwa njema, zikiwa bora, zikikombolewa, huyu mtu anachofikiri ndicho kinampa maisha. Maisha ya mtu ni matokeo ya maamuzi ya mtu, na maamuzi hutokana na fikra za mtu. Pointi nyingine, fikra ndizo zinazoathiri hisia. Fikra huwa zinaathiri hisia. Hisia. Ase kuna watu wanateseka na hisia. Unajua mimi sipendwi. Unajua mimi pale mtaani pale mimi hawanipendi kabisa. Yaani unajua mimi kwenye ukoo wangu mimi, yani mimi hata hawanitaki kabisa. Fikra zinaathiri hisia. Fikra zako zinaweza kukufanya uwe na furaha, huzuni, uwe na hofu au amani. Fikra lazima zikombolewe safari hii.
Fikra ndizo zinaweza kuamua ubora wa mahusiano. Ubora wa mahusiano. Watu wengi wameoana lakini fikra zao ni hatari. Mahusiano yanakufa wala hayawezi kudumu. Fikra ndizo zinazoweza kuamua ubora wa mahusiano. Watu wenye fikra chanya hujenga mahusiano mazuri, na wenye fikra hasi uharibu. Pointi nyingine, fikra zinakuongoza kuyafikia malengo yako. Fikra zinakuongoza kuyafikia malengo yako. Elewa kuwa fikra bora huleta maamuzi bora, hatua sahihi, kisha matokeo mazuri. Elewa kuwa fikra bora huleta maamuzi yaliyo bora, na maamuzi yakiwa bora, basi hatua iliyo sahihi inayofuata itakuja, kisha matokeo mazuri ya maisha, matokeo mazuri ya biashara, matokeo mazuri ya ndoa, matokeo mazuri ya kazi unayofanya, matokeo mazuri ya utumishi unaotumika, matokeo mazuri ya unavyowaza. Ndivyo yanavyoleta ubora wa maisha. Katika zile namba tuliishia namba 3 kubwa, twende namba 4. Kuna aina 4 za fikra. Kuna aina 4 za fikra. Usichanganye. Fikra zinakaa wapi? Nimesema katika mambo mawili. Sasa nikayachambua hayo mambo mawili. Tumefikia hapo. Sasa namba 4 inasema kuna aina 4 za fikra. Kuna aina 4 za fikra. Aina ya kwanza, fikra chanya. Fikra chanya, positive thoughts. Unaweza kuweka kwenye mabano. Kuna aina 4 za fikra. Fikra ya kwanza ni fikra chanya, yani fikra njema. Mtu anafikiria mazuri. Muda wote yeye anawaza vizuri, anafikiria vizuri. Sasa hiyo fikra namba 1, fikra chanya, imebeba nini? Point ya kwanza, fikra za matumaini. Yani fikra ambayo ni chanya, yenye muda wote inakupa matumaini mema. Fikra za matumaini. Namba 2 au kipengele cha pili, fikra za maendeleo. Hizo ndo fikra chanya. Fikra za maendeleo, fikra za imani, fikra za ubunifu. Hizo chanya hizo. Unakuwa mtu mbunifu, una fikra chanya. Fikra za ubunifu, fikra za kuona fursa. Mtu mwenye fikra chanya anaona fursa, haoni matatizo. Ukiwa na hii fikra inayofuata hapa, ni hatari sana. Fikra chanya, positive thoughts, ni fikra inayokupa matumaini, inakupa maendeleo, inakupa imani, unakuwa na imani, inakupa ubunifu, inakupa kuona fursa. Fikra namba 2, fikra hasi, negative thoughts. Hii fikra hasi hii, kwanza inakupiga na woga. Haufanyi chochote, kila kitu wewe unaogopa. Mashaka, kujiona mdogo, kukata tamaa. Yani fikra hasi imebeba nini? Package yake, content yake ni nini? Ni woga, mashaka, kujiona mdogo, kukata tamaa, hofu ya kushindwa muda wote, kujilinganisha vibaya na wengine. Yani ukimwona mwenzako tu kafanya kitu gani, unasema yani mimi siwezi kabisa, mimi siwezi kama fulani.
Lengo la semina hii, andika vizuri, lengo la semina hii ni ukombozi wa fikra. Sasa tunapoenda katika action ya Mungu afanye kitu kwenye akili yako ili fikra zako zikombolewe, sikiliza vizuri hiki ninachosema, kwa sababu ngoja nikwambie, fikra zinabanwa au zinaharibiwa na mambo mengi sana. Sasa nitakapoenda kuamrisha fikra ovu ziondoke, ni pale unapokuwa umeelewa hiki ninachofundisha. Naomba mnisikilize vizuri. Kwa kadri unavyonisikiliza vizuri, nitakapotoa amri ya yule aliyekufanya uwe na fikra hasi, nitakapomwamuru ni vile ulivyoelewa wewe. Mnanielewa ninachoongea? Wewe umeelewa nini ninachofundisha hapa? Maki kuna wengine naona tu wananiangalia tu, hata kuandika waandiki. Wapendwa, ngoja niwaambie, haya ninayofundisha haya mimi nimeyatabikia, mimi nimeyagharamia haya, sio bure kama unavyopewa wewe. Mimi nimeingia gharama, na Mungu aliponilizia sasa niyatoe kwako, manake kwangu yamesheheni. Sasa ninapokupa wewe ili yakusaidie, mimi yameshanisaidia. Sema amina. Kwa hiyo naomba uwe makini, usikae hapo unapoteza muda, ni heri usije. Tunakaa tunaniangalia, utafikiri yani wewe bubujiko hapa ndio umekuja leo, hata wageni tu wanachangamka, wewe mwenyeji ndio umekaa tunaniangalia. Fikra mbaya hiyo. Ngoja niwaambie watu wa Mungu, hii dunia ili ufike mahali pa juu ni kunyang'anyana na jamaa. Sema amina. Ni kunyang'anyana. Sasa unanyang'anyana kwa vipi? Maarifa haya ninayokupa. Kila ninapoweka semina, kila ninapofundisha kitu, shika vizuri. Hicho ni sehemu ya ushindi unaotakiwa kushinda. Yaani ni hivi, si nielezeje? Hiki kiti, ili uone hiki kiti unaweza kukikalia, humu ndani kuna vitu vingi wameviweka. Mtu mwenye akili naomba aelewe. Hiki kiti hiki, humu ndani kuna madini ya plastiki, kuna dawa fulani na magundi na nini. Hafu baadaye kuna kukausha, sijui kufanyaje, ndio kinaweza kukaliwa. Sasa wewe ukija tu kanisani Jumapili, kazi yako kusikiliza tu Recho anapoimba basi. Yaani ngoja nikwambie, kila siku utakuwa tu kutikisa miguu, lakini huna maarifa. Maisha ni maarifa. Sema amen. Maisha ni nini? Maarifa, ujuzi. Beba, yani kuna vitu lazima usheheni ili vikusaidie kukamilisha kitu. Hiyo ilikuwa namba 2. Fikra hasi imebeba hayo mambo. Imebeba woga, mashaka, kujiona mdogo, kukata tamaa, hofu ya kushindwa. Yani kila kitu wewe unasema tu mimi siwezi. Kujilinganisha vibaya na wengine. Namba 3. Fikra za kiroho, biblical divine thoughts. Fikra za kiroho, biblical or divine thoughts. Vipengele vyake, point zake katika hii fikra ya kiroho. Sikiliza vizuri. Hii huwa inakuwa na wewe kwa kupitia neno la Mungu, kuongozwa na Roho Mtakatifu.
kupitia neno la Mungu, ina apply hapo, kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kitabu kile cha Wafilipi 4:8 hadi 9 anasema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwamo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Tafakuri mpendwa, wewe mwanangu nawe nisikiliza. Tafakuri. Yaani mtu unapoweza kukaa yamkini usiku umeamka. Napenda sana hiyo. Unaamka saa 8, saa 9. Unaweza kukaa tu kimya. Kama fikra zako ni chanya, yaani hasi. Yaani usiku wa manane umeamka, unakaa hivi, unatafakari Mungu. Ngoja nikwambie. Ule usiku unaweza kuona mabundi tu muda wote. Kidogo tu kama vile unaona kama kuna wachawi wanakuja. Fikra nini? Mbovu. Hapo mmenielewa. Yaani umeamka usiku, lengo lako uongee na Mungu ndani, sio hapa mdomoni. Wakati mwingine amka, we katu hivi. Katu kwenye kiti au sijui ni chini, wa mama mnapenda kukaa kwenye mkeka, sijui kwenye nini. Tulia. Biblia pale nasema hivi, katika utulivu huo kuna vitu vitarotate kwenye akili yako, kwenye moyo wako. Hivyo vitu vitakavyokuwa unaona vinatembea kwenye akili yako. Kwenye akili yako unaweza kashangaa vinavyokuja humu, vinakuja tu maskini, vinakuja tu jinsi ulivyofeli, vinakuja tu yani vinakuja vitu vibaya tu. Vibaya. Huu ni muda wa ukombozi wa fikra zako. Ili unapopata nafasi kama hiyo, wewe muda wote unaona kuna vitu vina flow vizuri. Yaani unaona hela, unaona mashamba, unaona gorofa, unaona mazuri. Unayaona yanakuja. Mwisho siku mpaka unasimama unaanza haleluya. Lakini sasa wewe mwenzangu, ngoja nikwambie, ukikaa tu sema labda ni kidogo angalau niwaze. Wewe. Ngoja nitafakari mimi maisha haya Bwana wewe. Hapo kidogo utakurupuka, umeshachukua shuka hii. Napo unaona tu bado akili inayumba tu, yanakuja yale. Unaona, Mungu nisaidie. Haleluya, shindwa kwa jina la Yesu. Shindwa kabisa, shindwa. Haiwezekani kabisa. Tatizo fikra. Zimebebwa. Mimi ninachosema yani ndio hicho kipo. Na hapo mko hivi. Kama mimi mwongo ni kwa sababu tu somo hili limeanza. Neema imeingia. Lakini vinginevyo ningesema wewe nenda kajaribu leo. Amka saa 9. Kidogo ukiona huko kuna nini? Kuna nani huko? Yaani unaamsha watu usiku, wewe umeamka uongee na Mungu, unaanza kupiga kelele watu wamelala. Tatizo nini? Fikra. Hapa anasema hivi. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza. Hapa hamna hata moja lililo baya. Halafu mwisho kule anasema hivi, sasa katika hayo ndiyo yatafakarini. Tafakuri zinatoka katika nini? Fikra njema. Ukiwa na fikra mbaya, haya yote yanageuka. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo mabaya, yoyote yaliyo utaweka nini hapo? Weka kwanza hiyo au huna. Yoyote yaliyo haki, wewe unaweka vitu ovyo.
9 pale anasema mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, nani? Kristo, yatendeni hai, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Kwa hiyo ukiona unatafakari habari ya Mungu halafu hauwazi haya, Mungu hawezi kuja hapo. Si imeandikwa hapa jamani? 9 anasema hivi, 9, mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Kwa hiyo Mungu hawi pamoja na mtu ambaye yuko tofauti na yale Kristo amesema. Yale ambayo Kristo anafundisha ndo haya anafundisha. Tunaenda namba ngapi? 4. Fikra za kimwili, carnal thoughts. Fikra za kimwili, aina zile 4 za fikra. Ya 4 ni fikra za kimwili, zinaongozwa na mwili. Andika hivyo, zinaongozwa na mwili. Fikra za kimwili zinaongozwa na mwili, zisizoendana na mapenzi ya Mungu. Warumi 8:6-8 anasema hivi, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima wa milele. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. 8, wala wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Hii nia ya mwili hii inauawa na nia zilizo hapo juu. Hii nia ya mwili hii inauawa katika haya mambo mabaya juu ya fikra za mtu zikishafanya nini? Zikishakombolewa. Mtu akishakombolewa fahamu zake, akishakombolewa fikra zake, hakika fikra za mwili zitatiishwa na fikra zilizo bora, zilizo njema. Hizo hapo juu 3 hizo. Hizo kama 2 hivi. Kwanza ile fikra chanya ile, halafu na hii fikra sio hasi, achana nayo. Fikra ya kiroho, hii inawaza mema. Ndo anasema hapa, unawaza mambo yaliyo mema ambayo Kristo anafundisha. Sasa fikra za mwili hizi ndizo zinazowamaliza watu, na ile fikra ambayo ni chanya, ni hasi, inaungana na hii, mtu atoboi. Kwa hiyo lazima mtu afanyiwe nini? Afanyiwe ukombozi wa fikra. Mfano, andika mfano chini pale. Tumemaliza hizo 4. Andika mfano. Fikra za mwili hizo, kwa mfano: kutoamini, tamaa za mwili, fikra za hofu, wasiwasi, mashaka, mwili huo, kiburi na kuona unaweza yote. Kiburi hicho cha maisha, kiburi cha uzima, uovu na chuki. Fikra hizo za mwili, uovu na chuki. Fikra za kidunia, starehe za uovu, umaarufu katika ubaya. Umaarufu katika ubaya. Hizo ni fikra za mwili. Zinambeba mtu, zinampeleka kwenye fikra au kuwa na starehe za uovu, kuwa na umaarufu katika ubaya. Tanzania watu wana fikra za umaarufu wa ubaya. Yaani ni maarufu lakini katika ubaya. Ni maarufu lakini anatekeleza umaarufu wake katika ubaya. Ole wao.
Hey, Mungu yuko kazini. Yaani hakuna, Mungu hawezi kukubali umaarufu wako uwe katika ubaya. Yaani wewe mfano, natoa mfano kwamba ni mchezaji mpira mzuri. Anaweza kama mchezaji mpira mzuri, lakini katika ubaya nini? Anavuruga watoto wa watu. Mabinti wanamkimbilia, kila binti anajua labda nitaolewa na huyu na umaarufu wake. Na nyinyi mabinti nyinyi, ngoja niwaambie, hawa watu maarufu sana hawa, wewe utawaweza wapi? Na mara nyingi watu maarufu kama hawana Mungu aliyekamilika, ubaya unawasukuma namna hii, ubaya unawafuatilia namna hii, ubaya unawashika namna hii. Fikra zao ni kutekeleza mabaya katika huu maarufu wao. Angalia hata waimbaji, hata wa nyimbo za hasa wa dunia, na wengine hata wa nyimbo za Mungu, anaimba vizuri sana, lakini akishuka tu, kwa sababu vibindi vina mtumishani leo umeimba vizuri, ambia hebu njoo kwanza. Aje pale. Yaani nakwambia leo, yani watu nakwambia, si unaona watu walivyoburuzika pale, sema okay. Unataka nawe kuimba? Sasa nataka nikufanyia mazoezi. Tuonane private time. Huo maarufu katika nini? Ubaya. Fikra zake ziko katika kuimba vizuri, amepewa na Mungu, ni kipawa, lakini hicho kipawa anakitumia vibaya. Ole wako. Kwa hiyo semina hii, mtu kama huyu anatakiwa akombolewe ili fikra zake ziwe katika umaarufu aliopewa na Mungu, ziwe katika nini? Katika amani, katika uzuri. Umaarufu wa mali, umaarufu wa fedha, umaarufu wa mambo fulani, Mungu anaweza kumuinua mtu akawa maarufu, lakini sasa umaarufu wako huo usiwe katika ubaya. Fikra zako ziwe zimetiishwa, zimekombolewa, ili kuinuliwa kwako kusiwe katika kutesa wengine, kuumiza wengine, kuwadharau wengine, kuwafanya wengine kama mapanzi. No. Watu wa Mungu, amina. Tunaenda sawa hapo? Omba Mungu. Wakati mwingine Mungu anashindwa kukuinua sana, kwa sababu kidogo tu alivyokupa tutone hilo tu, tayari wanadamu wana shida na wewe. Amekupa tu kidogo tu, amekuonyesha tatizo. Tatizo nini? Fikra mbaya, zinawaza mabaya juu ya Mungu alivyokuinua, juu ya Mungu alivyokubariki. Baraka za Mungu hazina majuto, lakini nakwambia hivi, kuna watu wamebarikiwa na Mungu ni majuto kwa wengine. Basi katika namna hiyo, Mungu anataka watu wakombolewe nini? Fikra zao. Tano kubwa. Mtu anazipata wapi fikra? Mtu anazipata wapi fikra? Fikra zinapatikana wapi? Sikiliza vizuri sana. Mtu anazipata wapi fikra? Fikra zinapatikana wapi? Namba 1 au A. Mimi huko nimeandika A. Kupitia malezi. Wa mama tafadhali, wazazi tafadhali, angalieni sana mnavyolea watoto. Wapi tunapata fikra? Katika malezi. Yale malezi ya mtoto anayolelewa, maneno anayonenewa, maelekezo anayopewa, yanamjengea fikra za namna hiyo anavyolelewa.
sitaki niende mbali sana, najua mmenielewa, si ndio? Vile ambavyo unamlea mtoto au ulivyolelewa wewe na wazazi wako, kila mtu amelelewa kwa namna yake. Hayo malezi, namna gani ulikuwa unaelekezwa, unafundishwa, yanaweza kusababisha fikra za mtoto huyo tangu anavyokuwa, fikra zake ni mbaya. Mfano, kuna familia ziko well off, they are rich, maybe hawana shida. Unaweza kukuta mtoto analelewa tangu mdogo kuwanyanyapaa majirani ambao hawana uwezo. Mtoto anaambiwa sisi ndo matajiri, si ndo na wale maskini wale, usipite pite pale, siende pale, pachafu. Hey. Mtoto fikra zake zinamjenga kwamba sisi ndo bora, wale pale wale hawana kitu, usiende hata kucheza pale. Hiyo mbaya sana. Malezi, makuzi, umekuaje wewe? Leo unaweza kaona una rafiki yako lakini ni stubborn, anakupa shida yani, kwa sababu jinsi alivyolelewa, fikra zake. Anyway, haya mambo yako hata katika makabila. Ukienda makabila fulani hivi, yani wanasemaga yani sisi ndo bora. Yani kuna kabila fulani hivi ukiwa naye wewe utanyanyasika wewe. Yani yeye anaona kila kitu anajua, kila kitu anaweza, yani wewe ufai, wewe utoshi, yani nisitaje kabila. B, kupitia mazingira. Tuna kupitia nini? Mazingira. Mtu anazipata wapi hizo fikra? Nimesema kupitia malezi, kupitia mazingira. Watu unaokaa nao huathiri fikra zako kwa kiasi kikubwa. Watu unaokaa nao kama si watu wema. Si kupitia matukio ya kimaisha. Kupitia matukio ya kimaisha. Kuna watu fikra zao zinawatesa kwa sababu ya namna alivyoishi, namna ya matukio aliyoyapitia. Amepitia matukio ya kuteswa, kuonewa, kufanywa hivi. Huyu fikra zake haziwazi kwamba kuna kupendana, kuna kusaidiana, kuna watu wema. Kuna mabinti wengine na wamama mko ndani, mimi ni shahidi wenu kwa sababu mimi ndo nawatumikia. Mlio wengi mmepita mikononi mwangu na katika mashauri. Unaweza kumkuta mwanamke yamkini alikuwa na mwanaume, sasa akaachana naye katika namna fulani, mazingira fulani ya maisha mabaya fulani hivi, vurugu. Sasa anapoamua au sasa muda bado yeye ni mdogo, anatakiwa kuolewa. Ukimwambia hivi binti, olewa, sasa baba, samahani sana, naomba usije ukasababisha nisije huko ofisini kwako. Kwani nini mwanangu? Maisha. Kupitia matukio aliyopitishwa nayo, mambo aliyofanyiwa. Baba unamkuta yuko pale, yuko peke yake, anafagia mwenyewe, anaosha mwenye nguo, anafanya. Ukimwambia bwana anasema nani? Mwanamke. Fikra zake zimeamini na zimegonga muhuri kwamba hakuna mwanamke mwema. Zimegonga muhuri kwamba hakuna mwanaume aliyemwema, hayupo. Wakati mwingine ndipo unapoona watoto wa kike au wa kiume katika familia hiyo ambayo wanapitia
wanapitia mazingira magumu, wakati mwingine hawajaachana wapo, lakini kila siku ngumi, kila siku mateke, kila siku kelele. Watoto wale fikra zao wanajua hivi maisha ya kuoa ni mateke, ni ngumi. Kwa hiyo akiolewa anaenda anajua kabisa ni vita mura. Ngatoe Mungu, haleluya. Sisi mimi na mke wangu tulisema bwana we, kwako kulikuwa na vurugu na mimi kwangu vurugu. Sasa tupange sisi maisha yetu tunatakaje? Tukiwa honeymoon, huyo akasema hivi, akaniambia, akanitahadharisha, akasema bwana we, sisi tusipigane. Mwoga wa kupigwa. Tusipigane. Fikra zake, kwa sababu ya baba yake alimuona anavyomsumbua mama yake. Na mimi niliona. Na mimi kabla yake hao nilozaa nao walishakuaga mikongoto. Yaani sijemweka ndani, lakini ashakula mikwaju. Chomoa mkanda wa polisi, weka mgongoni. Kwa nini? Fikra zangu katika matukio niliyoyaona ni kwamba mwanamke akikukosea ni nini? Watu wa Mungu, haleluya. Lazima fikra zetu zikombolewe katika maisha uliyoyapitia, matukio yaliyotokea kwako. Kuna mambo gani umepitia wewe yamekufanya fikra zako zinawaza sivyo? Acha kabisa. Tukapanga na mke wangu. Tulizungumza wakati wa uchumba, lakini siku ile ya honeymoon tuliweka msumari, tukagonga. Bana we, changamoto zipo, lakini chonde. Na mimi nikamwambia, nikamhakikishia, bwana we, tulia. Kwa kweli kile nilichokiona kwa baba anamfanyia mama, sitaki kukufanyia wewe. Maisha yetu yamekuwa hivi, mke wangu shahidi yule pale. Mazingira yale hayakututesa sisi. Mungu alitusaidia, fikra zetu zilikuwa zimekombolewa, kazifanya yeye. Sasa kuna wengine hapa mpaka mimi nisimame hapa, Mungu amenisaidia leo na hubiri hivi, ili wewe uwaze hivi, kupitia matukio niliyopitia, fikra zangu zinawaza hasi. Lakini mimi still natakiwa kuishi vizuri, hata kama nilipitia magumu, mabaya, matendo niliyotendewa, wengine wamebakwa. Lakini katika hicho ulichofanyiwa, sio kwamba lazima wewe na wewe ufanye hivyo. No, hizo ni fikra mbaya. Nazo lazima zikombolewe. Sema amen. Lazima zikombolewe ili Kristo ainuliwe. Sasa kupitia matukio ya kimaisha, wakati mwingine kupitia matukio ya kimaisha inaweza ikawa katika chanya. Yaani matukio ya kimaisha mengine yanaweza kawa ni matukio mazuri. Mfano, ngoja niwaambie hapa. Chini anasema hivi. Matukio ya kimaisha katika mafanikio. Yaani hapa iko kwenye negative. Mafanikio, yaani kwenu hakuna kufanikiwa. Kwa hiyo wewe unaamini hivyo, kushindwa kwenu hawawezagi. Majaribu, yaani wewe hushindagi majaribu. Kukataliwa katika hila au ubaya. Hayo na mengine yanayofanana na hayo huumba aina ya fikra kwa mtu. Hayo na mengine huwa yanaumba fikra katika hali hiyo kwa mtu. Na huyo mtu hawezi kuwa mtu mwema. Hawezi. D. Namba 5, si ndio? Huko mnaandikaje? 4. 4. Kupitia maarifa, yani fikra kupitia maarifa. Fikra zinatoka wapi? Kupitia maarifa. Unachosoma, kusikia au kutazama hujenga fikra. Unachosoma,
Kusikia au kutazama hujenga fikra. Kupitia maarifa. Namba 4 hiyo, unachosoma, kusikia au kutazama hujenga fikra. Kwa hiyo ni vizuri katika kusoma kwako soma vitu vilivyo vizuri, kusikia kwako sikia vitu vilivyo vizuri, au kutazama kwako umo kwenye simu umo, tazama vitu vilivyo vizuri ili ujengewe fikra zilizo njema. Namba 5, kupitia kiroho. Kupitia kiroho. Kupitia kiroho, neno la Mungu. Unapata kupitia neno la Mungu. Yaani katika mambo ya kiroho, fikra zinatoka katika neno la Mungu, Roho Mtakatifu. Mafundisho ya kiimani huzaa fikra za kiungu. Kupitia kiroho ni neno la Mungu, unaweza kupata fikra nzuri. Roho Mtakatifu anaweza kukuongoza kunako fikra njema na bora. Mafundisho ya kiimani huzaa fikra za kiungu. Namba 6 kubwa. Namba 6 kubwa, namalizia hapo. Namba 6 kubwa. Andika. Kwa nini mtu anatakiwa akombolewe fikra zake? Hapo ndipo ilipo hoja. Kwa nini sasa? Yaani katika hayo niliyokuambia hapo juu, sasa kwa nini mtu akombolewe fikra zake? Andika. Kwa sababu fikra zinaweza kufungwa, kupotoshwa, kuharibiwa, na kisha mtu huyo hukosa kuwa na fikra sahihi za kumfaa kusonga mbele. Kwa sababu gani mtu akombolewe fikra zake? Ni kwa sababu fikra zinaweza kufungwa, kwa hiyo lazima zifunguliwe. Kupotoshwa lazima zinyoshwe. Kuharibiwa lazima zitengenezwe. Na kisha mtu huyo akiwa hivyo, akiwa fikra zake zimefungwa, zimepotoshwa, zimeharibika, huyo mtu hukosa kuwa na fikra sahihi za kumfaa kusonga mbele. Mwisho wake anaanza kulaumu huu wokovu, hii efata, hii bubujiko, hii. Lakini kumbe kuna mambo yanamtesa. Sasa Mungu ametupa nafasi hii ya kukombolewa fahamu zetu ili tuweze kwenda mbele, tusonge mbele. Andika mambo haya. Andika mambo haya. Kukombolewa kwa fikra ni muhimu kwa sababu kukombolewa kwa fikra ni muhimu kwa sababu namba 1. Twende haraka kidogo. Namba 1, fikra potofu humzuia mtu kufikia kusudi lake. Fikra potofu humzuia mtu kufikia kusudi. Sitaingia sana kuchambua hapo, muda wangu hautoshi. Namba 2, fikra hasi potofu humfanya mtu kuishi chini ya kiwango chake kimaisha. Fikra hasi potofu humfanya mtu kuishi chini ya kiwango cha kimaisha. Kwa hiyo mtu aliye chini ya kiwango cha maisha Mungu alichompangia, fikra zake haziko sawa, yuko kwenye fikra potofu. 3, fikra potofu humfanya mtu kukosa fursa za muhimu. Fikra potofu humfanya mtu kukosa fursa za muhimu. Kwa hiyo ni muhimu kukombolewa fikra, kwa sababu fikra potofu humfanya mtu kukosa fursa za muhimu. Namba 4, kwa nini mtu akombolewe fikra zake? Ni kwa sababu
akiwa na hizo fikra potofu, fikra za kiulimwengu, humtenganisha mtu na mapenzi ya Mungu. Kwa nini akombolewe? Kwa sababu fikra za kiulimwengu humtenganisha mtu na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo akikombolewa, fahamu huyo atakuwa hajatenganishwa na mapenzi ya Mungu. Namba 5 pale anasema ya mwisho, fikra zilizoumizwa humzuia furaha na uzima wa mtu. Fikra zilizoumizwa humzuia mtu furaha na uzima wa mtu. Kisha basi Biblia inasema hivi, Biblia inasema hivi katika Yohana 8:32, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Tena mtaifahamu kweli, kweli ndo hii ninaisema hapa, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo fundisho hii, semina hii ni kwa ajili ya kupata ukweli juu ya fikra potofu ili zikombolewe, ili wewe uwe huru. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa unaijua kweli. Kwa kuwa kweli inamweka mtu huru. Kama umeandika vizuri, basi naomba weka kalamu pembeni, afu piga makofi ya shangwe. Haujapiga vizuri makofi, piga tena makofi, afu simama. 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 Zaburi 34:18 anasema hivi, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Narudia. Zaburi 34:18, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Kwa nini wanavunjika moyo? Kwa sababu kama nilivyokufundisha, mazingira, malezi na mambo mengi basi yanamuondoa mtu kunako fikra njema, naye huyo mtu anaweza kawa mtu mbaya sana. Kwa nini? Muda wote anawaza vibaya. Sasa neno linasemaje? Linasema hivi, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Hao waliovunjika moyo, yamkini umepitia maisha fulani, maisha ya utata. Hata wakati nafundisha hapa, ndani yangu nashuhudiwa, naongea na nafsi za watu ziko hapa, kwamba kweli fikra za watu wako hapa zinawaza mambo mabaya sana, magumu, kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya mazingira, malezi. Lakini Mungu ni mwaminifu, anasemaje? Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Hebu inua mikono yako juu, sema maneno haya. Sema, Baba. Sema kwa sauti, Baba, Mungu wa mbinguni, naomba sasa, kila mlango uliowahi kufunguliwa kwa maumivu, kukata tamaa, kukataliwa, kuonewa, kulaumiwa, Bwana, huo mlango uliofunguliwa wa maumivu, wa kukataliwa, wa kuonewa, wa kunenewa maneno ya laana, Bwana, nimeinua mikono hii saa hii, Mungu wa mbinguni,
wewe uliyeumba mbingu na nchi, wewe uliyenifinyanga mimi. Bwana Yesu, ule mlango uliofunguliwa kwa ajili ya maneno ya laana, ule mlango uliofunguliwa, mlango kukataliwa, wa kunenewa mabaya, wa maumivu, mazingira niliyoishi, tabia nilizopitia. Mungu wangu, nimeinua mikono yangu saa hii Baba, na kusihi Mungu wangu, na kuomba Baba yangu, fikra zangu mimi zipate fikra zako wewe, zile fikra za malezi za kukua kwangu, za kufundishwa kuanzia sasa. Baba, hizo fikra zilizotokana na mazingira na ubaya niliokutana nao, saa hii Baba, nimeinua mikono yangu. Kila mazingira, kila maisha yaliyokuwa ni mlango wa maumivu ya maisha yangu, saa hii Baba, haijalishi mazingira, mafundisho, kuaminishwa nilikoaminishwa, saa hii mikono hii Baba niliyoinua, naita ukombozi, naita ukombozi. Yes, naita ukombozi wa fikra zangu, ukombozi wa ubaya, ukombozi wa maneno niliyonenewa, niliyotamkiwa, iwe ni walezi, iwe ni wazazi, iwe ni mazingira. Yesu, damu yako sasa na iruhusu ifute kila fikra inayotii ubaya, inayotii mabaya, inayotii uovu, ikakutii wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua mikono yako. Yes. Baba Mungu wa mbinguni, naamuru saa hii kila sauti ya uongo, kila sauti ya uongo inayoelekeza uongo, kwa kuwa neno lako linasema kweli itatuweka huru. Wako watumishi wako hapa, wako watu wako hapa, wamepitia kufundishwa uongo, wamepitia kunenewa maneno ya ubatili yaliyojenga fikra mbaya. Mungu wa mbinguni, saa hii na kusii na kuomba, mikono yao wameinua, wanahitaji ukombozi wa fikra zao, ili fikra zao zikutii wewe. Kila ambacho kimesababisha wao kupitia magumu, kupitia mabaya, sababu ya fikra, wanafikiri mabaya, wanafikiri maovu, hawafikiri yaliyo mema, hawafikiri yaliyo ya kwako. Saa hii Bwana, saa hii Mungu wangu, ule uongo walioumiliki, ule uongo mafundisho, ule uongo ubaya, saa hii Baba, uongo wa makabila, uongo wa hila, uongo wa mila na desturi, fikra zikajengeka kwa hawa watu, saa hii Baba, tembea katika fahamu zao, tembea katika mioyo yao. Ndani ya mioyo yao ziko fikra zilizobeba ubaya, zilizobeba chuki, zilizobeba uwaji, zilizobeba mateso. Baba, saa hii tembea, ponya mtu wa ndani, ponya mtu wa ndani, ponya mtu wa ndani. Yes, ponya mtu wa ndani, fikra zake zipate kumtii Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Piga makofi ya shangwe. Hey, shangilia, shangilia.
Shangilia, shangilia, shangilia. Shangilia, shangilia, shangilia. Inua mikono yako, inua mikono yako, inua mikono yako. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, fikra zangu kuanzia leo katika namna yoyote zikakutii wewe. Baba, kila fikra zinazonifikirisha katika ubaya, Bwana wangu, Mungu wangu, saa hii niguse yule mtu wa ndani aliyeumizwa, aliyeteswa, aliyehuzunishwa. Baba, huzuni ya ndani ya moyo wangu saa hii ikanyamaze. Huo mlango uliofunguliwa wa huzuni saa hii ninaufunga. Mlango wa fikra mbaya, nyamaza, 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 nyamaza. Nafunga huo mlango wa fikra mbaya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes, hallelujah, hallelujah. Ndio, yes. Hebu omba. Yes, omba fikra zinazokutesa. Kuna watu wanateswa na fikra walibakwa. Kuna watu waliteswa na fikra walionekana wanateseka. Fikra zao zinawaumiza kwa sababu waliumizwa na watu walezi, waliumizwa na wazazi, waliumizwa na walezi wao. Omba kwamba hizo fikra za kufikiria mabaya, fikra za kufikiria uovu, fikra za mateso niliyoteswa, leo basi. Omba. Jimimine. Tamka kwamba nakataa fikra mbaya. Nakataa fikra zangu zisiwaze mabaya. Fikra zangu zisiwaze huzuni. Fikra zangu zisiwaze kuumizwa nilivyoumizwa na huyo aliyeniumiza. Kuna watu mioyo yao inaponywa. Kuna mtu moyo wake unaponywa. Kuna mtu moyo wake unakombolewa. Fikra zinakombolewa. Moyo wako unaponywa. Yes. Ndio. Asante Yesu. Asante Yesu. Hebu piga makofi ya shangwe. Shangilia. Wacha leo nifikie hapo kwa huo utambulisho wa hiki